So watu wangu, mambo vipi? Another episode ndio hii tumeidrop leo. Na leo kama dawa, sitembeangi peke yangu. Natembea, ukiangalia on my left. Katoto kana shine. Hebu tuambie kwanza, ambia watu wanakuita aje. Okay, hi guys. I come by the name Nazarine. Nimetoka Meru, kwetu ni Meru. Uko kwa kina Kembeki. Yeah. Chana tu pole pole, lakini wewe achanangi. Chani kabisa. Sasa unasema tukitaka kuanza hiyo biz ni kutafute. Yeah, biz ina depend. Sasa unajua uwezi letea mse kitu kama ana delivery order yenyewe. Naweza leta then ikue hautapata watu wa kuuzia. So haina haja nilete ikauke kwa mikono yako. So it's better ikaukie kwa shamba. It's better ikaukie hiyo loss ikue huko. Acha ikue kwa shamba. So haina haja nilete na then haina mali ya kupeleka. Alo. Yeah. So watu wangu, nilikuwa nasema hii mapenzi kuna vile inaletanga shida kidogo. That's why niko na Kendi Nazarine hapa hivi. At least tuweze kupata suluhu kwa matatizo kama haya. So Kendi, ushaipigwa heartbreak? Sijawahi. Sijawahi. Actually, sijui what am I going to say kwa sababu I've never even been in a relationship. I don't know anything about heartbreak. I just have friends wenye wamekapitia, so they have some challenges and they discuss with their friends. So I have some information, but really not me. Naisha wallahi. Unasema unajua tu friends. Experience ni kwa mabeshte tu. Experience ni kwa mabeshte. They talk with me, so I get some info kutoka kwao. Yeah. Nimeshangaa sana. Sasa hii after kushangaa, what do you think inakosingi mambo na hiyo heartbreak? Because most of the people siku hizi wanalialia, watu wamepigana, nani ameniacha, unacheza na mpoa wangu. Okay, maybe I might say ukidate na msee, maybe obvious kuna challenges zenye zinatokana na kudate, unaona. Sasa maybe one of you mna cheat, sometimes you are not coming in a good communication, like amuongei vizuri muelewane. So like inapata kuna some challenges, maybe hata you don't come into clarification, maybe muzisort. Sasa unapata sasa mko na just to vitu tu mingi zina lead. Sasa unapata sasa, for example, you are dating, then there is an issue and sasa unajua we have to talk so that we can solve the problem. Sasa kama atuongei sisi kwa sisi, unaona hatutaweza kuelewana. Na sasa ndio utakuwa unapata sasa Charlie, unajua hata Charlie anaongea na watu like his friends. So utapata wana discuss and then sana maboy, sasa kuna nini wanawapea. So unapata like hamueleani kabisa na ina lead to mna argue, then kuna kitu inaitwa pride. Sasa tunapata sasa mimi I'm proud ku talk my issues with you, wewe tena uko proud. Sasa unapata sometimes hata to come into clarification to solve our issues vizuri. Sasa tukuja hapa kwa communication. Is it a must that mbonge kila siku? As per me, if I may say, like mimi kulingana na mimi, hatuwezi kuwa tuna date and then like you are not communicating to me, you're not giving me a head up or whatever. Sasa mimi I'll see hiyo dating kama boring, like kama boring. Kwa sababu mimi I have my issues, I need to discuss them with you. You have yours, you need to tell me what's disturbing you ama what I have done negatively and inafaa ni change, unaona. Sasa if we can't discuss our issues, unapata sasa kuko na other things that is gonna deteriorate, unapata tueleani. But as for me, I value the communication skills, very effective. Okay. So unajua kuna ule mtu ana prefer like sijui nini nasumbuanga madem. Mmebonga asubuhi, morning. Niko busy kidogo, ndakushtua. Hiyo already anaona ni kama ushaanza ujinga nini au mtaki kuongea. Actually I may say maybe like kuna ile, unajua hata sisi girls tuna
probe others ku feel vibaya. Sasa for example niko na my girlfriend, yeye ako na chali yake, every time ana check up on her, anambia some things, hey babe uko aje, uko poa, umeenda wapi, umefika poa, unaona vitu kama hizo. And then coming back to me, my reality inanipiga cause boyfriend yangu ana time like ana time yangu kabisa. Unapata hata greetings, I'm the one who is forcing the greetings. Unaelewa? Like unapata a day, hata si a day, a week imepita mi like hajaniongelesha, inabidi mimi niende nimtafute tuongee. Na hata yeye kumtafuta unasikia bado anasema apatikani, ako busy, ako whatever. So ina lead mimi mwenyewe na feel vibaya, na unaona ina lead to mna break to up kwa sababu the communication haiko efficient. Sasa kama haiko efficient, lakini nimeclarify vizuri, nataka nikuwe busy kidogo, I'll get back to you. Okay. Juu bado inaletanga shida, but umemwambia hivyo, but bado anafikiria ni kama utaki kumuongelesha, umpei time, yet anajua vizuri at the back of her mind that uko busy, ushamwambia. Ni sawa, unaweza kuwa busy, but if I may say, hata Paul akuwa busy, akuwa that busy, hata kama si yuko that perfect CRE. Paul mgani unaongea? But I'm talking about the Paul in the Bible. Si akiwa jela alikuwa anaandika some sort of letters. So hakuna vile utaniambia uko busy, hata mimi niko busy, I'm not that useless, unaona? Hata mimi niko busy, hata uko busy. So yet you need to create your time for me, I need to create my time for you, unaona? Hakuna time utaniambia you are busy and every time I'm the one who is just starting everything with ending everything, and then unakuja kuniblame, unaona? I need a person mwenye ako available, hata kama si physically, let me see his efforts. Hata Paul akuwa that nini, alikuwa sometimes hata manze hiyo naezi aki we can't miss. Sasa unasema hata Yesu alikuwa na create time kwa watu wake. Yeah, hata Jesus alikuwa sometimes anajisacrifice. Juzi nimeona clip mtu akicomplain, akachukua ka voice note ya 7 seconds, akasema wanaume kusema tu hivi inakuanga shida. Inakuanga tu shida kwa wanaume. Of which mimi na agree. Juu mtu anaweza kupiga silent treatment nyingine mbaya sana. Yeah, ni mbaya sana. Like us, me let me talk about us, and maybe nikitalk about us girls, maybe si kila mtu, but as for me inaniuma, like ho inaniuma. Hakuna vile like wewe utakuwa mimi I'm there for you but you're not there for me. It can't make sense kabisa. Lazima tu ikue tu we. Yeah, acha tu ikue just we. Nikisema tumeanza kudate, let it be we, not me. Isikue just. Sasa unajua ukisema we tuna involve hadi third party. Hakuna that party hiyo nayo. You know that party. Wacha hadi third party wewe. Sasa umesema we. I'm just like I'm referring to me and you. Yeah. Do you prefer being with a male bestie? Come again. Una prefer kuwa na male bestie wewe? Male bestie sasa unajua Mimi sijui. Okay, male bestie can come in different let me say sections or whatever. So maybe your male bestie, he's there for you, like he's your that close friend. Ukikuwa na some, actually mi kwanza tukiongea stories za me, most of my friends ni male by the way. Hata female they are very little by the way. Utapata mi hata most of the time niko na ma boys, niko na ma guys, tuna vibe whatever. So if you are for example Ajila's boyfriend, so wawe like nikikwambia these are my besties, these are my guys, unajua utakuwa na feel vibaya. Like every time niko na wao, niko na whatever nini. Imeenda imegonga. Na me like I emphasize you guys msikuwa mnachukulia tu hivyo eti ni whatever mnaona ni kuna actually but the word besties it's a strong word na ina depend na how you relate with that male bestie, unaona? Yeah, he can be my friend to like tuna vibe, tunafanya everything together, and then the other part he can be my bestie and we are besties of benefit. Sasa hapo sasa nielezea. Sasa ndio umesema besties with benefit. Benefits ni mingi. Yeah, I know. Benefits ni more. Ni muhimu tatu. Let me come out straight. Maybe like there are those guys wanasema like besties muna like every time like
you can be my bestie but maybe tunalala na wewe, tuna date secretly na tujui, but that is not the point. If you have a good communication with your boyfriend, muelewane this and then ajue your group, unaona, asikuwe tu ni ule ako tu hapo hata akujui, ajui who you do relate with whatever. So lazima mko na that yeye ajue your group, how you vibe with them, ndo asikuje kuclaim whatever the best is. I hope unanielewa. Mimi sikuelewi. Uelewi wapi? Hapo nitakurudisha nyuma sana but nimekuget. Okay. Nimesema bestie with benefits. Yeah. Wacha sasa turudi huku kwingine. Unaweza penda boy wako akuwe na bestie mdem? Actually, hapo kuna kuanga na jealousy nyingine mbaya sana. Yeah, I know. Kukuwa na bestie as for me is not a bad thing. But sasa the main thing ni what are you doing with that your female bestie? What am I doing with that my male bestie? Una get? So the thing that you are communicating lazima ikuwe ni kitu tu real, kitu open, isikuwe ni those hidden things zenye mnafanya that are bad ama zenye zina bring that worst image. So ina depend, but as for me I don't think there is something like ni mbaya kwa na bestie. Lakini wadau pia mnafaa kuanza kuavoid hao mabestie. Hao mabestie ni kama Kindiki. Hakuna. Rais akishuka hivi kidogo, bestie ndiye anaapishwa. Haya. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni kitu iko. Hakuna. Rais akishuka hivi kidogo. Bestie deputy anaapishwa mara that anakula kiapo. But ina depend by the way. If you are that person with standards, if you are that person with the principles, hauwezi pata vitu kama hizo zina roam around ama zinafanyika. But if you know your boundaries, if he knows your boundaries, if she knows your boundaries, so you'll end up becoming the best of besties you can ever make. But if you guys mnafanya tu vitu yeye na whatever, so utapata kuna dispute among you. Yeah. That topic hatuwezi maliza saa hii. This is a very long topic. Kuna vitu vingi tunaweza ongelea, mambo na sijui mabestie, nini. Tukianza kutouch mambo na relationship unapatanga vitu vingi vinatokea sana. Communication, interaction, time, ku-provide, the attention and care. So unapata ziko limited. Hata sometimes hauwezi tu maliza tu na one time. Na ukiniomba punch nikwambie najua sina. Yeah, you know, like the closeness yenye mko nayo, like for example niko broke, I'll be like nikipigia JB nimwambie nimekwama mahali niokole, I know hata akuana atatafuta anitumie, unaona. Basi kuna ule mwingine unajua huyo hata nikikuwa kwa shida haiwezi kusaidia. But one thing I may say, you value your friendship. Isikuwe like ni bestie na uko na boyfriend and then tena ni boyfriend wa kando. That is not a good thing by the way. If you are dating, just date, be frank, do whatever you are doing with your man, and make sure that you enhance proper communication skills with your partner, so that maybe your whatever love story iendure. Yeah. Kuna mtu anakuona anasema hii mapenzi yangu imekuwa na shida. Tunasumbuana kila siku, mara huyu anielewi, hatuelewani, tunavurugana. Nizawaambia nini? What I can tell you guys, kwanza kitu ya kwanza, you have to learn what your partner likes and dislikes. So utapata kuna vitu anavari zinampendeza na kuna vitu hazimpendezi. So you have to know the preferences of each person, kitu yenye anapenda. So ndo muweze come about your decisions whatever. And like mkipata some arguments, msiachiliane tu hivyo rahisi. Hiki tu ni kuifight till the end. Wewe mvurugane leo, kesho mko huko, enda hata umsaidie umfanyie everything. Wewe borake hakuna kukosana, mkiamua mnapelekana hadi ukiamua ni leo, ukiamua tupelekane tunapelekana. But guys, ensure that you maintain the communication skills. Hizo ni vitu vital by the way. Unapata maybe your guy akona issues, manzi wako akona issues, you just talk, mueleano, and be that guy, be that manzi
kumuelewa na kuunderstand, unaelewa. Hata kitu kingine important ni listening. Nini, listening skill is very vital. Mueleane na msikilizane vizuri so that you can sort your issue. Like in short anajaribu kusema mkivurugana mwachane leo, kesho mkatie tena. Murudiane. Hakuna kuachana. Mrudi mwanze from scratch. For better for us. Very nice. Wadau, hiyo imekuwa ni episode ya leo. Tumeongelea mambo kadhaa. Ukisikiza vitu tumeongelea zinakutouch kidogo, feel free. Jiite mkutano, uanze kushangaa. Ujishangae peke yako, mbona hii inafanyika, na ujipatie solutions. Amekwambia some solutions, communication muhimu, kupeana time muhimu, kuwajibika kila wakati kwa manzi ama mpoa wako ni muhimu sana. So in the meantime, wadau, wacha tupatane next time, the same place, the same time. Nimekuwa na Kendi, amesema ako single. Single but searching. Ana search. Sasa vile ana search hivyo, I can be your intermediary. Tupatane next time, wadau. Mshinde poa.